that time I will search Jerusalem with lamps. I will search Jerusalem with lamps. Yani nitatafuta Jerusalemu na mataa na matochi. Nitakutafuta leo wewe, jiite Jerusalemu, so that we are able to understand what could have caused and punish those who are complacent. Punish them. Who are like wine left on its dregs, who think the Lord will do nothing, either good or bad. For them, they don't see that nothing bad, nothing good can come, because they think they are complacent. They don't understand. They don't know. That's why the Lord is saying, I will search them with lamps. Nitawatafuta kwa taa. Nitawatafuta mpaka wapatikane. That is now when he becomes ruthless. Naona mnyinyi hapa mumebarikiwa, lakini kuna kaujinga kamekushika. Ati kwa sababu mama mkubwa ambaye wewe mama mkubwa wa kwenu ni mchawi, kwa hivyo you believe kwa sababu yeye ni mchawi ashakuroga. And the Bible says you can bless with your mouth and you can curse with your mouth. So whatever you speak of yourself, you will become. Ukisema mumerogwa ama tumerogwa ama nimerogwa, utarogeka. Na sio yule alikuroga mdomo wako, maana uko na kipawa. The Bible says that you got power in your mouth to curse and to bless. Do you only curse somebody? You can bless yourself. You can curse yourself. If you can bless yourself, you can curse yourself. So some of the challenges you are having is as a result of curses ambazo sisi wenyewe tumejiwekelea. At digihota, that's enough curse. Hey, how digihota? That is enough curse. You will not make it. Hata ufanye nini, hata tukusukume na maombi, hautaweza. Maana already you have cast yourself. Digihota, siwezi. Umejizungumuzia, umejinenea. And that is why every morning you are supposed to wake up in the morning and command your day. How do you command your day? You call police station? You command your day with your tongue. Unazungumuza kwa mdomo wako, kupitia kwa ulimi yako. Kuna baraka, kuna ushindi, kuna kifunguo. Ulimi unafunga, ulimi unafungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hawezi kubarikiwa kama wewe mwenyewe you have not prophesied to yourself. You must prophesy to yourself. You must say the goodness that is in you. I am blessed. Unaenda kwa kioo pale, unaangalia you, the man or the woman you are seeing on the other side, unamwambia you are blessed. Unampoint, you are blessed. You're a man of God. You are going to win. You are going to conquer. Hawata kushinda. Umesikia? Hawata kushida, na hiyo biashara itafaulu. Umesikia? Na wewe mudhaka, umesikia? You are cute, umesikia? You are handsome, umesikia? That is how you begin. That's commanding your day. You must feel yourself before you go out. Lakini tiyo na uko ujaginya wewe mwenyewe hujiamini. Wewe mwenyewe unajiona ni takataka. Mpaka venye unatembea, mpaka ukitembea watu unatembea hivi. Kwa sababu wewe mwenyewe ujioni. You become what you decide yourself to become. You will succeed out of your mouth, not out of your money. Not out of the people who have employed you, not out of your pastor, not out of your bishop, not out of the institution you are. You can be in Safaricom but you are still poor. You can be working in CBK but you are poor. You can be working in the bank but you are still poor, because the prophetic word over your life by yourself is poverty. If you never prophesied to your life, there is nothing will come out of you. Hata nikakuombea na nikuwekea miguu na mkono na kichwa, nothing will happen. Nothing. Na ndio nakwambia tuachane na pale. Tuapachane na ofisi yako sasa. Nataka tujenge imani. I want to build faith. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wako Amerika, saa hii nimeombea mama alikuwa na kansa. Saa hii jana asubuhi nilimuombea akiwa na kansa. Ameenda ameambiwa hana kansa.
na hakukuja kwa ofisi yangu. Kuna mama mtoto yake alikuwa homeless. Kumbe shida ni mama. Uturawetaga mwana waku nogo. Wewe una akili nogo takataka. Alikufatika, si alikuwa takataka. Nilimtoa kwa homeless. America kuna homeless. Watu wanalalaga kwa barabara. Alikuwa takataka as prophesied by the mom. As prophesied by the people around him. Once you say weta mwana waku takataka nogo enoga thieno, wewe nduri hakili. Hivyo kutakuwa hivyo, atakuwa nogo, atakuwa takataka, atakuwa hana akili budeno, atakuwa buda ng'ombeno, atakuwa ng'ombe. Sasa imagine kile kitu umetengeneza kwako. Ni ng'ombe, ni buda, ni takataka, ni nini, zote zinakuaga kwako. Mwisho ukaguthumbura ka pastor haha. Ciana ciakwa riu utirajigua. Tirajereria uria irenda. Na riko ni kuhure bara ya mwiri. Because that is what you prophesied. That is what you said to your children. Rathimaga ciana, bless you. Onaona ni agwika maundu moru, bless this child. Mwaririe kirathimo. Zungumuza neno la kumchange. Zungumuza kwa sababu neno lako liko na uwezo. You got the power. You got the anointing. What you say shall come to pass. Alimwambia Jeremiah, usirudi kusema mimi ni mtoto tena. Akamguza mdomo wake, akamtia maneno. Sisi kwenye midomo yetu tumetiwa maneno mazuri, na akaambiwa mahali popote utaenda nikutume unene, neno utakalo linena ni langu si lako. Uwekile ciana ciaku. Baba yako na mama yako ndio walinena maneno mabaya, maovu kwako, wakakuita maraya, takataka, wakakuzungumzia maneno mabaya. That is why you are what you are. So this is not the spiritual part you are thinking. It is the spiritual part, the witchcraft of the mouth. Ni urogi wa kanwa ndio inakukula. Haikuendewa kwa muganga, haikuendewa kwa mchawi, haikuendewa kwa nani. Ili mama yako ndiye aliwachilia, shosho yako ndiye aliachilia, bwana yako ndiye aliachilia, mke wako ndio aliachilia. Your husband got power. Stagnation is the force of retardation that makes the past of a person to the better than the present, or to be the worst than the present. What you decide the reflection of your life. Venye uta decide your life to be, it can be good than past, ama itaweza kuwa mbaya. Unakuta kwenu wewe tu na utadia na gari, brother siaku na sister siaku all wanaendesha magari, ati kukitukana wenu otomago, wenu wewe rago jaki wito nitagwikiria mbeca hauwe na gwikiria nginya cia taxi othie mucie ucarie kuria tenti gukomborwo mucoke umenye andu akuruga aria magakorwo kuo we ugakorwo kuo hunyukite tugukathaia nyakuria tucoke tukurithie magari maitu tuthie tutige ugithambia kuria mundu cio gutiga kimurathima mwamutiga kimurathima ngoma icio no kuria ciriaga no kuria cikuriaga ta makurwe mana macio na matire mutugo no na mathambia kida na matinaria irio na nigo tunogete guku tukiruga they don't have, but because you yourself, you prophesied yourself poverty, that is why you have curses. And that's why the church like this one, iko na watu ambao they are lazy, stupid in the head hapa, wajiga wako hapa, wamekuja wamekalia hapa, wanaongojea mila kwa itendeke ikuje yaguke hapa, wakiona sasa mama kama huyu amekuja leo na amechukua muujiza wake, the next time anakuja pastor kuja bariki kali yangu, unakuta wasa anasema huyu mama nilikuwa nimemuona, venye nilimuona aliingia hata ile nguo mko amevaa ni a devil worshiper. And you find a church, kanisa za walokole, they are often very poor churches. Because the kind of the people in the kind of church like this one, they are poor. Yani ile kazi unafanya ni kumonitor. Hakuna mtu alisababisha the problem you are in. You caused the problem yourself. That is why you are that way. Because you caused it. You invited the challenges you are facing. Bwana asifiwe sana. You must pull out of yourself. Wakati mtu anaitwa Jeremiah, Mungu guarded him. Na akasikia Jeremiah akisema, Jeremiah alimwambiaje? Mimi siwezi
kwa maana mimi ni mtoto. Naye Mungu akamwambia nini? Usirudi kusema wewe ni mtoto, maana mahali nitakutuma utaenda. Lolote nitakwambia useme utasema. You are not a baby. God understands you, you are not a baby. God knows he has given you power and authority to prophesy, power to say it, power to do it, power. Ukiinua miguu yako, alimwambia nimebariki miguu yako, mahali nitakutuma uende utaenda. Unaabukaga asubuhi na kikombe ya uji na kutoka, kitu ya kwanza ni kuchukua message na tumwe mojo twa kusegenya mtu. Niona by the way, niona ke muonire uri mara okire. Nyako hiuria hiuragia guo. Nyina ndirani rira rakinyiria guo ndajankihiria ndamenya ko kwena undu. Badala uprofesaie kazi yako. You wake in the morning to write a message ya kutukanana. You wake in the message, kitu ya kwanza unaandika ni masegenyo. Where do you find this time? Where do you find this time? The morning is special for you to prophesy to it. Command your day in the morning. Wake up early in the morning. Wake up early at 5. Start. Radhira shenashi yaku. Radhira mutumia waku. Radhira mudhuri waku. Radhira nyumba yako. Itabirie kazi yako. Tabiria mikono yako. Wewe ni makutabiria. Chochote taguza kikue. Tabiria miguu yako. Iguza hivi apia miguu. Nipeleke kwenye baraka zangu. Itabirie. Moyo wako uambie na kutabiria leo hautasengenya watu, hautaona wivu kwa watu. Utabirie, ambia moyo wako nimekukataza leo. Ndokaigwerea doiru. Speak to your heart. Si wiru inaanzaga hapa. Yes. Wira mukoroeno yaku ndokaigwere ani wiru. Ona wakora ani arathimetwo kena. Todo yakena nawe ni warathimwo. Todo wiru, hizi wiru ndio inafanyaga watu wengi wanyimwe na Mungu. Kama umesikia wiru kwa sababu nimebarikiwe na wao ndio ulikuwa next, Mungu anarukaga naenda kwa huyu. Ndio akukasirisha zaidi. Na bado ukiendelea kusikia kwa wiru kwa huyu, anaruka kwa huyu. Unakuta wewe umeachwa huko nyuma. Wamama walikuja hapa juzi, unaona wamebarikiwa. Kuna mama saizi amenipigia kutoka Taki, ananiambia pimwa measurement za nguo zako. Ni mama. Ni ready na hana bwana. Amesema pima measurement. Pima measurement za nguo zako, nitakukujia na kiatu na kila kitu. Na nikamwambia hata ya ndani ukipata mzuri uniletee. Na hana bwana. Na hiyo ndio nitakuwa nimevaa sade. Ndio munyoge, mutanuke bigiji mweite. Tudumanyo na kumagiona mtu magiona ni waigira haria okuweta kabagi uguo koneke ndio cionje kire shati njeru ni mumaraya uri ramureheire guo niko mwenda ramwenda riu nueto mumaraya ni hiti ni the feces hazinazuia buzi isiende kushona monyo na mwenyewe hashonagi monyo. Nasiviwe. We cannot allow you mediocres wametoka makanisa mengine mkuje hapa kusubua wengine. Hapana. Huyu ameniona kwa YouTube, amepanda basi kutoka Maridi, amekuja hapa, alafu kifika hapa mnaanza kumfrustrate. Never. Not here. Not here. Ukubuka, I'm 5% saved. Kanani ate, sasa imagine umekuja umenunua, ulikuja ukaniona, ukaenda huko duka yako unauzaga turosa kama hizi, uniletea turosa. Sitaiva? Kanani ate mama. Waiting to be noticed. This is one other cause of stagnation. When people ati umekuja hapa unaongoja mpaka unotisiwe. Hey, matiramenya neginyire. So you daka happen. In this church they don't recognize people. That's a syndrome of waiting to be noticed and wanting to be all over. You want to step on others. Unakanyagia wale wengine, unakuta watu walikuwa wakifanya kazi, lakini sasa unafanya wao walikuwa wajiga, wewe ndio mwerevu umekuja na masomo mpya, sasa wewe unatoa wote unaweka kado, unabaki wewe mwenyewe. You will die alone because you found them. They had laid the foundation. They know the network. They know the system. Watanyongoa system yao, watakuacha kwa hewa. Ukugabade takedo kigi. Haria okugwa hecho leto mundu tuigana. Hakuna kaduplicate kamwe. You don't come and step on everybody. Unakuta watu wamekaa kanisa hata kama si wazuri.
Mimi nimabiaga na kuaga, nilikuwa na wamama 20 hapa kwa hii kanisa, akina Koki na wengine wamenisubua, but siwapigagi na waachaga tu hapa, kwa sababu katika hiyo kunisubua nimejua Mungu. Mimi nimeenda mlimani kwa sababu ya hawa Koki, na sikuwa ninaenda. Nimejua kufast kwa sababu ya hawa. Nilienda kufast watoke kwa kanisa. Mungu akaniambia hawatoki, those were your pastors. Kichwa yako ni gumu sana, unahitaji makoki ingine 6. Nikasema wacha nidili na hii moja. Bwana sifiwe. There are people that will come to your life. They will not go. You will try to push them out, they will not go. Tu kama huyu. Anaitwa Nase, huyu ni rafiki yangu sana. She is a stubborn. Ni mama anaweza kukusubua uende ukalale madhare bila kuadmitiwa na daktari. Huyu. Na ndio wameshikilia kanisa mpaka imesimama. Wameninyorosa nikakaa sawa sawa. Nilikuwa na kiherehere na kiberebere mingi sana, na nilikuwa na umugeke mingi kanisani. Hawa ndio wametoa hiyo umugeke yote. Nimewaombea watoke kwa maisha yangu. Mungu ananiambia ni mimi niliwatuma. Nimefast siku 7 watoke. Siku ya mwisho kutoka sasa nikijua nimesikia Roho wa Bwana ametenda. Nilienda siku moja Heaven's Gate, mama mwingine akanitabiria, alikuwa ametoka Sabia. Amesema Mungu amesema atatenda yote uliyotaka. Kukuja nikawakuta ndio wanapaka kanisa, ndio wananiambia kila kitu, kanisa imesafishwa vizuri, ndio wanani welcome. Nikauliza Mungu kakora hivi atia? Ni dakigia uliorendaga. You are now closer to Jesus than ever. There are people that will come in your life to make you good. So ukikuta mama, wachana na wao. Ukikuta nimewatolerate, wachana na wao. Hata wewe udwa na wao, kwa sababu hiyo ndio mission yao, wametengenezwa. Those are the goals. Chako ate nganya ati naenda kwa organization imeandikwa safari kwa mnaanza kufuta huyo, futa huyo, na hujui mtoto huyo mmoja umefuta ni mtoto wa Degwa. Ni mtoto wa Degwa umefuta. Ati is resi. Of course mtoto wa Degwa na expect afanye kazi. Ni resi, lakini amewekwa hapo kwa sababu ni mtoto wa mdosi, apate pesa, cheki ya 200,000. Sasa ndio mfute. Wewe utaekelewa makosa, utakuta kompyuta yako imekuwa hacked na umeapprove 10 million. Na huku vuruvu. Bodi unasikia yote imesema huyu mtu must go. Na the following day DCI wanakushika for nothing. Why? Because you tried to antagonize the establishment. Before you start antagonizing the establishment, go inside. Sikiliza. Ongea na huyu mama, take your time. Ongea na huyu. Akwambia hii kanisa inakuwaga na manetwork. Hapa manetwork ini ya cobweb. Msikia kinetwork kia cobweb. Hawa ukiingia hapa, ukienda kufanya hivi unasikia umechikwa hapa, ukienda kutoa hivi unasikia hapa. Sasa wewe ndio usiguzaguze makobweb. Wewe tulia, tutembea hivi. Tunatembea gapi? Tunatembea hivi. Ndio upeje huko kugine. Otherwise utafinywa, unakusikia kati huyo mama alienda wapi? Tutimwona gadoka kanitha thikoici. Nini nilifanyika? Nikimpigia go. Bwana asifiwe. So waiting to be noticed or wanting to be noticed causes stagnation. You will never grow. Ukitaka wewe ndio kiberepere, wewe ndio kila kitu, wewe ndio kujua, wewe ndio kusimama, you will not make it. They will sabotage you. Kwanza kwenye any organization, ati kwa sababu umechaguliwa CEO, uende uanze sasa, I want to come with my team. My dear friend, computer zote zitatimwa na ziko na password. Niko kama nyado. You walk with them hata kama ni mwaka as you transit. Hallelujah. Ukienda umeanza biashara, wacha kuingia kwa sababu umefika hapa Nairobi. Ni wewe ni mwanabiashara sana, ulifaulu Karatina. Unakuja hapa Gekoba. Na Gekoba ujui Karatina wanadini na ujawi ya Karatina. Ogo na urogi ya Karatina. Guko Nairobi tudiraga na Kahuere. Tudiraga na andũ kuma Ikamba. Ine tunadini na wewe kutoka Mombasa, wa Kisii, wa Kamba. Wote ndio tunadini na wewe. Na unakuja na kiherehere ya mchawi mmoja wa Karatina. Number 3. Having no timelines. When you are working without timelines and expectation, you are going to cause stagnation in your life.
You must be sincere with yourself that I can only achieve 10% of this. That is a timeline. You must be sincere with yourself. This can be done in a month, not in a week. This can be done in 2 months, not in 1 month. This can be done in 2 years, not in 1 year. When you have the timelines, I want to achieve 10% from today to tomorrow. I want 10%. From tomorrow, the other day, nataka 20%. You must have timelines and expectations. Otherwise, without them, you don't have a demographic nature or paragraph. Ile inaitwa ile tulikuwa inachorwaje? Inaitwa nini? Ni graph. Ile you must have a graph ya kujua unaenda, alafu unaiangalia ni kupanda unapanda ama ni kwenda unaenda chini. Ukiona inaenda chini, stop there. Don't try to work on it it will, no, stop it and ask yourself question. Why did I, or where did I go wrong? Ilianza kuinamia wapi? Ni nini nilifanya? Ni nani tulishikana? Maana unaweza kushikana na mama kama huyu, kama unaweza kushikana na mama kama huyu, badala ya kupanda uteremuke, na hakuna kitu kibaya anafanya. Haibi, ni mama mzuri, ni mama anakuobeaga kila siku asubuhi. Lakini kile kitu kiko ndani kinakunyonya, kinakuagusa. Unaweza kushikana na mama kama huyu, anakaa tu kwa nyumba, ni big G na nini na remote, anakaaga habaka kiti imekale imejiboda imejitengeneza yeye. Lakini zile baraka zinakuja just from nowhere. Unasikia tu simu tunakuja tu, milango inafunguka, because kuna kitu iko ndani yake ambayo ina motivate, ina activate the success. Thank you. Mwana ni agosho. So you need to understand the demographics of your life. What are the people that have come into you? Unaweza kuolewa na kuoa bibi ama mume. Wewe you were successful. Nilikuoa ukiwa nafanya kazi. Mimi nilikuwa nafanya, lakini the day nilikuwa, the following day ukavutwa kazi. Amba kutoka hapo ukaanza kuenda nywe, magonjwa nywe, kudharauliwa nywe, watu wote wamekutoka. Ni kwa nini? Kuna kitu nimelete ambacho si za kawaida kwako. Ndio nabii kuchugusa mwanamke. Si kumchugusa ati mkae na period ati 1 year ati ni observe kwanza, no. Chugusa kwao. Tembea kwao immediately. Nikianza kukudate, ile kitu ya kwanza tutafanya, nitakuja kwenu. Nitakwambia sitwende kwenyu tukatembee. Ujue si kwenyu nataka kujua. Nataka niende nikifika huko, nitajifanya tu nikasimu ninapiga. Nitembea kama tajiri kutoka Nairobi. Hello. Ukiona mtu anasema okay. Hakuna simu, ni observation. Anaona tunyumba tule tuko kwenu. Anaona zile ng'ombe ziko kwenu. Anaona kuku zimekoda, na ukiona kuku imekoda anaona shosho pale, anaenda kwa shosho anajifanya shosho kuya natia oliokuwa wana wao gukita gucera guku niwe mwena mwiretu uria witaga mwihaki no kujeretie guku niki kiuru nie njikarite haha mwana wakwa yani gukua ndirakua niki nie njirega kuria hiyo na kule ndona ta kwiguthinje wa tatigana nani. Ukiona story kama hiyo utakaa hapo. Ila moja tukali na haya tudihara Starbuck. Tunaenda Starbuck, unamtengenezea chakula mzuri, dina mzuri kabisa. Anakula na shiba, alafu mnaenda, hiyo ni last supper. Kama shosho venye amefugwa, amekaa, na siku utakuwa hauko sawa. Na siku utagojeka. Utakuwaje? Na hiyo ni product yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mupeleke kwa hoteli ile mzuri expensive. Do your last supper. Kanyaga kubwa. Zisikilize. They just don't come. They are sent. Na ukiona vimefanya vyaelea, ujue vimefanya nini? Vimeudwa. Wacha kukimbilia mama kama huyo. Nataka kujua historia yake. How are you, madam?
unafanyanga kazi wapi? Anakuambia, akikwambia mimi last time nilikuwa kazi ni miaka 5, na unaangalia zile nguo amevaa ni mpya, si za miaka 5, ni mpya, na ni nguo ambazo ni very expensive. Fanya calculation ni mzuri. Number 4, not having definite measures of success. When you don't have definite measures of success, you must have definite measures. What do you want to achieve? What is your plan of life? What is your measure? Umejipimia wapi? By the end of this year, you have a definite measure. Kuna kiwango fulani umejiweka. Unajihisi, unajipanga, unaona this one I can achieve. If I don't achieve this, nita achieve 80,000. Na ukiona umefika hiyo by the end of the year, the next year utaenda 1 million. Because you know how to plan yourself. You know how to characterize yourself, reorganize and set yourself into a position of ascending. Lakini ukiona unataka 10 million na hapa hauna definite plan venye unataka upande, the radar, huwezi kupanda kutoka juu, unapanda kutoka chini ukienda juu. Pole pole. That is when you have definite measures of how do you want, what is your plan, what is your manifesto of becoming rich, what is your idea. Because for you to be rich, there must be an idea behind the riches. You can't just be rich. You must have an idea. You must have a program that this is the roadmap ambao nitaitumia to go where I'm supposed to go. And that one, you will make it. And number 4, when you have a negative mindset, it brings stagnation. Negative mindset. Kuona mgeni amekuja kwa kanisa hii, amepatiwa ka role ka kufanya hapa, unaanza kuona ni kama amekuja kuchukua hiyo position yako. Mtu amekuja mpya, ameandikwa kwa kampuni fulani, badala ya msaidiane na yeye unaanza kumpiga ndio asiachieve. When you have a negative mindset, you will never succeed, you will stagnate. Na sasa hao ndio wanakuja unasikia akisema goko nako hodero tohodagero. Because their mindset is always negative. They don't have anything that is for the plan of this. Na mimi nikijua mtu kama huyo, nisikie tu kwa fununu anasema yeye ni kutumia ametumia, huyo mtu unamwekaga chini pole pole kama chuma moto. Pole pole tu unashika hivi na kitu kigunia unaweka chini. Sasa unamwacha wapi? Unamwambia huroka hanideroka. Na unakanyaga. Na usirudi hapo nyuma, kwa sababu huyo ndiye atakuchibia. That is a snake. Huyo ndiye atakuchibia simu. Huyo wakati mtaanza kwenda ndiye atakuja kusema wewe ni devil worshiper. They don't see ego yako. Venye hii unaona hii makanya, hii ni ya devil worshiper. Unaona venye umetengeneza huko? Hebu fanye funga. Unaona hii venye umetengeneza, hii ni ya devil worshiper. Hata inywele hii ni ya devil hii. Because there is nothing good can come out of your mouth. You can never see. But kama na mama yake mzazi ameweka wigi, kwanza imefika huko kwa nini? Sasa mama yako ni devil worshiper. Ikifika kwa mama yake si devil worshiper, lakini ikifika kwa huyu, because ni mtu hana msingi wa kuangalia kesho. There is no success in your heart. There is no plan of succeeding in your heart. You are always a mediocre. You are always fighting successes. And if you are a success fighter against other people, you will never be entrusted by anything. God will never entrust you with anything. Number 6, having outdated skills. Having what? Outdated skills. That is why you see companies wanapelekanga watu wao for team building. Wanarudishwa shule kusoma, because skills zinaenda zikibadilika. Ndio ni outdated skills of even sleeping. Kuna style ya kulala mami, sio kulala tu unakuta na hajaoga meno, hajaburashi, ugali bado iko kwa, au unamkuta usiku akamete na ndio adege matihika mno kanya mwaka wakiata wakawashoka na ndugu. Because of these what outdated skills.